Toka hapa. Kama hivyo nimekuja kuomba kazi. Maana nishafanya kazi kwa ofisi nyingi, lakini sasa mwisho wa siku nikaamua niachane nazo. Ndio nimekuja hapa. Okay. Huko ulipotoka changamoto ilikuwa ni nini? Naam? Hizo ofisi zingine changamoto ilikuwa ni nini? Mishahara bwana. Mishahara wanachelewesha. Ni mwezi unakuta mwezi wanachelewesha, mshahara hujatoa. Mara nyingine tena sio ukichelewa kazini ni masaa mawili utasikia tunakukata mshahara kidogo. Mshahara yenyewe 200 unabakia na laki hujalipa madeni mtaani. Ofisi nyingine hiyo akaniambia sio ni mwizi sio nini. Nikaachana. Kwa nimeona hapa nije kujiunga ofisi kwa sababu ni ofisi ni kubwa sana. Inasifika Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa hiyo nikasema hapa ndio sehemu mimi hapa nanifaa kuja kufanya kazi. Sawa. Ulikuwa unahitaji nafasi gani? Hiyo HR. HR. Unajua mimi ni nani? HR. Na ulikuwa unataka nini? Yaani usi HR. Na mimi nataka kazi ya HR ili kuapply. Sawa. Tutakuita. Sasa unanihitaji uchukue hata namba yangu ya simu. Napa hapo ofisini mpo ngapi? Almost 10. 10. Na mimi nikiongezea na kwa 11. Asiongezeke mwingine. Ila nimekuja na wazo. Katika sisi watu 11. Unaonaje tusicheze mchezo? Tucheze mchezo kila mwezi anatoka mtu. Kila mwezi anatoka mtu. Nini? Yaani tucheze mchezo. Mchezo gani? Si wa kijumbe. Mimi na uzoefu huko mtaani chezeshaga mchezo wa 200. Sasa huko mchezo wa mshahara wote akabizwa mtu. Samani. Umesoma wapi chuo? Experience umepata wapi? Niulize nilisoma nao maana nimesahau kidogo. Kwa hiyo una uzoefu. Na uzoefu. Wa miaka mingapi? Almost kama miaka 3. Sawa. Basi mtanipigia simu. Nitakupigia. Tutakuwa HR wewe. Usijali. Aundo staff member. Oyoyo. Aundo staff member. Tikatupa barua za kujieleza. Alifikiri eti ndo jamani, tumepewa barua hizi tuandike maelezo. Lakini sio tuogope yule bosi, sio mzazi. Msiogope. Basi wewe utakusikia wewe cheupe wewe ulivyokuwa muoga. Hivi. Hii swali vipi? Ndio maana kubadilisha. Jinsi angezingua hii. Nzuri lakini. Hii ya juu sasa hata kazi. Kana hivyo bwana. Hata yangu yameweza kwa. Kwani baba yako. Afu tusinyimane kuangaliziana. Wewe sogeza karatasi hiyo. Yule mlinzi anachekesha kama hatoki kwenu. Ukimwangalia kama mtu wa maana, shida mchele. Familia inamtegemea maskini ya Mungu anawaza. Wewe usitufie hapa. Steve, sitaki mazoea na wewe. Kila mtu ana majukumu yake. Mtu unapomchanganya hivi inakuwa sio vizuri sawa. Wewe dili na mambo yako. Kuanzia ile siku nakuja hapa naomba kazi nikagulia CV zangu sijapenda. Yaani kwa nakusubiria tu siku ya kukuchana. Steve, kuanzia leo mimi na wewe kila mtu abaki kwenye kitengo chake. Sitaki mazoea na mtu. Kila mtu kaja mkufanya kazi ana uchungu na kampuni. Naomba usiniingilie kabisa kwenye swala lolote lile. Mimi naitwa aibu utaona wewe. Kio. Asijui depo gani limpokea. Hivi nikisema mimi nimekaza. Sicheki. Simuangalie usoni huyu. Ameachiwa hata pikipiki. Mimi sinaondoka nazi. Naambia someni. Mimi ni scout. Shule. Soma, tafuta kombi. Mimi ni scout. Kazi yenu kubwa kwani kuchuma fimbo. Kanaishi ndoto zake. Kanaishi ndoto zake. Siku ya maafa wengine wanapambana. Labda somo hili definition zake pale bila wazazi. Wenyewe wananing'inia juu ya kamba kule. Ukakama hapo mashuleni. Maisha ndoto zako. Yaani hamna kitu kinauma kama kazi unayofanya haitumii elimu na umepewa adhabu.
Kwa tupewe hesabu sema tunatumia elimu. Sasa unajua hata kusoma. Sasa nisikucheka niseka kuzaa bure. Bado na uzazi mimi. Esther, unaitwa na boss. Afu mwanangu niwaambieni kitu. Tusiwe waoga hivyo. Sawa? Yule sio mzazi wetu, yule ni bosi. Mimi naenda. Sawa, msifikiri eti nitamuogopa. Mwanzo ulifikiri vile nilivyokuwa nalia, watu walijua eti nalia kweli. Machozi ya kuekti yale. Machozi na kuna nini? Machozi ya kuekti yale. Sio nikasema mimi nikienda kuna dawa yake kumkazia. Uso kwa uso hivi. Hata simba unapoambiwa kwamba simba ukimkuta polini akiukazia na wewe muangalie ndio unavyoenda kumfanyia. Mimi niende pale nitie huruma. Ngoja nitawaletea majibu, tulieni hivyo. Bosi. Nakuomba unisamehe bosi. Lakini mbona mimi sijafanya kosa lolote lile? Nakuomba bosi, na watoto 3. Mimi ndo mama yao, mimi ndo baba yao. Kidogo ninachokipata hapa ndo wapelekea watoto wangu. Nakuomba bosi. Unajua mimi nilichokifanya ni kwamba kimenikwaza sana. Sasa nyinyi ambao ninawaamini mnafanya vituko kama hivi. Mwisho kuingia kazini nao. Bosi, mimi nilipitiwa. Nakuomba bosi. Familia yangu ndo kila kitu. Na kazi yangu ndo kila kitu. Nakuomba unisamehe bosi. Sikia nikwambie. Sitaki ili jambo lijirudie tena. Uende ukafanye kazi. Nadhani umenielewa. Asante. Nashukuru sana bosi. Steve, unaitwa na bosi. Naibu? Wewe unafikiri eti ndio unamuogopa? Kuna dakika ngoja muone. Aminia mwana. Mwashifanya kaza. Sasa ukaso Wewe bwana, mimi naenda pale. Mimi nimtilie unyonge. Naenda hivi kikauzu. Awe mnyonge mtu. Naona hivi ukimregezea unafukuzwa. Lakini ukikaza najua ushupavu. Ginga. Nani aende kuregea kule? Na waletea taarifa. Kila la heri. Steve. Alafu wewe ndo sitaki kukuona wala kukusikia neno lolote ukijitetea muda huu. Kati ya watu ambao wameongoza kunivuruga huko ndani, basi ni wewe. Na kuanzia sasa nataka uende ukakabidhishe ndoo na vifaa vyote vya usafi ambavyo ulikabidhiwa siku ambayo unaingia hapa ofisini. Na kuhusu ile karatasi yako sitaki hata kuliona, kwa maana hakutakuwa na kitu chochote cha msingi. Jamani bosi, hata hujanisikiliza unaniambia niondoke. Hivi eti hata hatujaongea kitu. Mimi nitakusikiliza nini? Jamani, utafikiri tumeua. Tusamee watoto wa mwanaume mwenzio. Nikusamee? Hivyo nakumbuka nishakusamee mara ngapi? Umenisamee mara ngapi? Si mara 4. Na maandiko anasema samee 7 mara 70. Ndio kwanza ya 4 jamani. Yaani unajibu simple kabisa. Eti ndio kwanza ya 4, sio niseme. Nisikilize. Hii ofisi ni mali yangu. Sijashare na ndugu yako wala mtu yoyote. Ninachokitaka ondoka. Sitaki kukuona ofisini kwangu. Hey bosi, ungenisamee tu bosi, mimi najijua. Hapa ndugu yangu kumestiri mtu ambaye tabia yake ilikuwa mwanzo sio nzuri. Naomba nistiri bosi, mimi najijua nitaenda kuwa mwizi. Nisamee tu bosi wangu. Wewe uombe msamaha hivi na maana mke wako kwenda kukosea akigomba msamaha huwezi kumsamee. Sawa, mimi sio mke wako. Sijui kahisi nimemaanisha hivyo. Maana dunia yenyewe imechafuka. I say toka.
Salima. Njoo taratibu mashetani wa kijijini, mtasamehe watulie. Nyana. Wewe. Sitaki maigizo yako. Anasema kiti usimfoke. Kiti asifukuzwe. Kiti asifukuzwe. Tutamwadhibu sisi wenyewe. Sababu niomba nikabi. Toka hapa. Unajua umezimia eh? Ndalo unaitwa na bosi. Na barua. Unaitwa hivi. Niache pepe. Malume. Chomeke. Malume. Nipige basi moja. Malume. Ukamchezea malume. Malume bibi yake. Shoo. Naona leo umeamua kuniamkia. Kwa hiyo naona ni karatasi ya kufungia mandazi. Kwa nini umekuja umezungusha hivi? Kwa lazima kwa sana. Chikaandika usiangalizie. Ndalo. Yes. Hivi ndio uliniambiaga kwamba kuna ofisi nakutaka eh? Kwamba ina mshahara mkubwa kuliko huu. Hapana. Mimi labda tu ningekushauri. Na hisi huu ndo wakati sahihi wawe kwenda kufanya kazi katika ile kampuni ambayo ilikuwa inakutaka wewe. Kule sasa hivi washapata mtu, itakuwa uongo. Jipe wazi hadi sasa hivi. Washapata mtu kule. Mimi nadhani ungeenda tu. Simple and clear. Hapana, nishapazoea huko bosi. Utoke, uende utapitia kwa sekretari hapo, wakakukabidhi kila kilicho chako, sawa? Alafu nakudai wewe. Unipa barua au nyekumbuka. Okay, sawa. Basi kama tudaiani, mimi nadhani ungeenda tu kwa sekretari akukabidhi vitu vyako. Sijafanya kwa makusudi, anatarajia sasa kufanya hivyo. Yaani huo ndio ukweli. Mimi nikwambie tu ukweli. Mimi nitaficha dini, nikwambie sasa ukweli ule walisia. Hatujafanya kwa makusudi. Na hatuja plani kabisa kufanya hivyo. Kuna vitu vimetokea ambavyo ni bahati mbaya na sitaki, sio muda kuvielezea hapa. Kwa sasa mimi labda nikwambie tu boss. Nina hapa mbele zako ya kwamba mimi Ndalo na hapa ya kwamba sitakuja kurudia tena, haina upuuzi wote. Nitajitunza, nitalinda ofisi yako, nitalinda mali zako, nitakulinda wewe, nitalinda wafanyakazi wenzangu, kuhakikisha kampuni yetu inashika namba 1. Sitakaa nije nirudie tena upuuzi ndio ufanya. Hapa nisamee. Nitakuwa aibu kwa mtaani, nitaenda kwa mgeni wa nani? Sina kazi nyingine. Boss. Mimi nikuombe tu ndugu yangu, nisamee. Samee bosi. Samee. Mimi najua wewe mwenyewe una mke, una watoto. Unajua uchungu. Wewe unajua uchungu wa mtu kama mtaani tu, una familia alafu una kazi. Mimi na familia. Siudi tena, wewe nisamee tu ndugu yangu. Hebu inuka shingo yako. Ndalo.
Unajua matokeo ya msamaha? Au unajua msamaha huwa na majibu mangapi? Unajua majibu ya msamaha huwa ni hayo: kukubaliwa au kukataliwa. Ikitokea bahati mbaya ni onyo. Unanisikia vizuri? Nataka nikupe hili kama onyo. Na ule wako ije ikatokea tena ukaja kufanya upuuzi kama huu, hapo nadhani sitakuja kuwa tena na msamaha na wewe. Na kitu ambacho nataka nikwambie, nitakuacha ufanye kazi, ila nitakukata kwenye mshahara wako ili iwe onyo na kama funzo la kukufanya wewe uwe makini katika ofisi hii. Lakini usinikate kubwa bosi. Hebu toka. Mlinzi unaitwa na bosi. Shikamoo. Naona leo mna adabu sana huko. Hebu basi nataka umuhimu wa kutazama hii karatasi yako. Hivi unaitambua thamani na kazi yako ambayo unapaswa kuifanya hapa ofisini? Wewe si upo kwa ajili ya kuangalia wenzako na watu wanaofanya ujinga hapa? Sasa imekuwaje wewe utoke mlangoni huje kufanya upumbavu wako huko ndani? Kwanza naomba unisamehe sana. Unajua muda mwingine sisi vijana tamaa tu na ulimbukeni. Yaani mimi nilishawishiwa, sina tabia hiyo. Lakini ninakuomba tu nisamehe. Sasa sikia nikwambie. Kwa kuwa hii ni mara yako ya kwanza kufanya kosa hapa ofisini, nitakukata mshahara wako. Baba nakuomba. Ukisema unikate mshahara na kama mshahara kenyewe wako na kunilipa mimi, tabaki na shilingi ngapi? Samahani lakini kwa hiyo ungeangalia vitengo vya kukata mshahara. Kuna watu wanapigwa AC wamo ndani. Ungedili hata nao kuwakata mshahara. Lakini mimi ukinikata mshahara na nakaa pale, unaweza ukawa kama umenionea, lakini uko sahihi. Ila ni kama ombi tunaomba. Mimi natokea mbali, Chanika zingiziwa mpaka hapa. Ukisema unikate, sidhani hata kama nauli itatosha. Itanilazimu sasa nisimame kufanya kazi, nikafanya kazi hata asaidia fundi nipate nauli ya kuja kazini. Mlinzi atakosekana pale getini. Kwa nilikuwa nakuomba, kwa sababu ndio kosa la kwanza. Mimi naomba tu nilipe kama mshahara kote. Ila na kuahidi haitajirudia tena. Na nitaahidi nitafanya kazi kwenye hii kampuni kama ya baba yangu, kama ya kwangu. Yaani kwa uchungu ambao nimesoma mpaka nimepata hii gwanda, ndivyo nitakavyofanya kazi kwenye hii kampuni. Natamani ifike kimataifa. Nenda. Usirudie tena. Nakuomba kaa ulifikirie hilo. Ni ombi lakini. Okay, nimekuelewa. Asante kwa muda wako. Fadhali mmekuta wote hapa. Sisi wote ni wafanya kazi. Tunapaswa kujituma na kufanya kazi kwa pamoja. Tusijisahau tukiwa kazini. All in all, mnafanya kazi vizuri. Msijisahau. Wewe bosi alikwambiaje ulivyoingia mlanda? Kanisamee, lakini kasema atanikata mshahara. Na hataki tena upumbavu uliojitokeza tena uendelee kutokea. Nijua atanidanganya. Kaniambia yote na ninajua kila kitu alichowaambia. Na amenipa maagizo kwamba nianze kufuatilia ndani. In case mtu atakifanya makosa, atafanya kitu ambacho hakipendezi, niwe mstari wa mbele kwenda kumuelezea. Kifupi mpaka sasa hivi
ajira zenu ziko mikononi mwangu. Mimi nina uwezo wa kwenda kuharibia, nina uwezo wa kwenda kukusafisha kwa sababu mimi sasa hivi ndio nimepewa imani huko ndani. Kwa hiyo kuwa makini kwenye shughuli zako, unanielewa? Ndio. Hakikisha unafanya kazi kwa juhudi. Kama mlangoni linda, fanya kisichokuleta achana nacho. Unanielewa? Naomba kama uende pale kwa Esther, sawa? Muulize ameambiwa nini na boss. Nataka nimtege na yeye nione kama ni muongo na yeye. Muulize ameambiwa nini na boss. Nimeongea naye akaniambia kwamba ilibidi tu amwambie bosi ukweli kwamba ana watoto 3, kwa kamsamehe kulingana na majukumu ya watoto. Nilijua na hata nidanganya. Kwa hiyo naye tukiwa ajue mpaka sasa hivi nimepewa jukumu la kumwangalia na yeye. Yaani wafanyakazi wote inabidi niwachunguze. Kwa hiyo mimi nimekuibia kama siri. Sio, unaelewa? Sasa ukatangaze. Nimekuibia wewe kama siri. Ni siri nikasikia mwambie mtu yoyote mwingine. Umeelewa? Siwezi useme. Usimwambie mtu yoyote mwingine. Sawa. Toka. Na hivi vichwa humu kila mtu anapenda sifa. Ofisi ina pirika pirika, staff member wetu ndo chanzo cha vita. Unoko ushambenga, hivyo vitu wao ndio wanapenda. Kusemana pia na kuchukiana, ubinafsi wameuweka mbele. Westa. Unajua umenistua sana. Toka hapa ni. Wakustuliwa wewe. Ulivyoenda kwa boss ulimwambia nini? Kwani ulivyoenda kwa boss kakwambia nini? Umwambia na watoto 3, si ndio? Ukamwomba na msamaha kusamehe, akakusamehe, akakuonya sijurudie tena. Uongo kweli? Wewe umejuaje? Sasa hii nakwambia ni wewe tu pekee wenzako wajue. Hii ni siri. Sasa nisikie umelopoka, nisikie mtu mwingine anajua. Nisikie umelopoka sehemu yote. Mimi boss kaniambia kila kitu alichoambia na mlichomwambia. Kanipa agizo moja ni shushu wake nianze kuwafuatilia huko ndani. Kwa hiyo chochote mnachokifanya kama ni kitu kibaya mimi nakibeba na kipeleka kwa boss. Mimi ndio shushu wake kwanza sasa. Nimekuambia ni wewe. Sasa nisikia nimezunguka huko kila mtu amejua kama ni shushu wa boss. Wewe peke yako ndio unajua ofisini. Na nimekuambia kwa sababu nakukubali. Acha mambo ya kijinga. Ushanielewa? Fanya kazi ile kuleta huko. Mimi sasa hivi nina uwezo wa kumshawishi boss chochote ufukuzwe kazi au ubaki. Ushanielewa? Sawa. Kuwa makini sana. Kuwa makini. Jiepushe na mambo ya kijinga haya. Yaani mimi sasa hivi nina sauti. Ushanielewa? Sawa. Usikwambie mtu yote, yani wewe siri yako. Sasa hivi unajua mimi, wewe na boss tuko 3. Na boss hajui kama mimi nimekwambia wewe, anajua tunajua mimi na yeye. Sawa? Kweli? Mimi ndio nakwambia, mimi ni shushu wa boss sasa hivi oho. Kama unajua kabisa hivyo. Be careful. Usimwambie mtu. Sawa. Utafukuzisha watu kazi huko. Kila mtu anapenda sifa. Ofisi ina pirika pirika, staff member wetu ndo chanzo cha vita. Unoko ushambenga, hivyo vitu wao ndio wanapenda. Kusemana pia na kuchukiana, ubinafsi wameuweka mbele. Wengine wanafanya visa ili wapendwe na bosi, wanajiamulia mambo eti ndo wanafosi, na wengine kujitoa akili basi kama si watu wazima. Ayaya, au ndo staff member.